mahitaji muhimu ya msingi katika vituo vya kutolea huduma za afya. Kutokana na kuimarika kwa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kumekuwa na ongezeko la utalii tiba kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hizo kutoka nje ya nchi, kutoka 5,705 mwaka 2020 hadi 12,180 mwaka 2025. Huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zinazotolewa ni pamoja na uwekaji wa figo, uwekaji wa vifaa vya usikivu kwa watoto, upandikizaji wa figo, kuweka puto tumboni, upasuaji mgumu au upasuaji wa matundu wa moyo bila kufungua kifua, upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua, upasuaji wa ubongo, upasuaji wa uti wa mgongo, upandikizaji wa nyonga bandia na tiba ya saratani ya mlango wa kizazi. Mheshimiwa Spika, utafiti wa viashiria vya matokeo ya VVU na UKIMWI umeonyesha kuwa tumefanikiwa kuvuka lengo kwenye utekelezaji wa shabaha ya 95% ya pili inayohusisha tiba kwa watu wenye VVU waliotambua hali zao, ambapo 98% wapo kwenye tiba. Pia utafiti katika shabaha ya 3 inahusu kufubaza virusi vya waviu wanaoendelea na tiba inaonyesha kwamba 94% ya waliopo kwenye tiba ndio wamefubaza. Kwa tunaendelea vizuri. Aidha, katika kufikia na waliofubaza maana yake hawaambukizi. Aidha, katika kufikia shabaha ya kwanza inahusu watu wote wanaoishi na VVU kupima na kujua hali zao za maambukizi. 82.7% ya watu wanaoishi na VVU nchini sasa wanajua hali zao. Pamoja na kupungua kwa baadhi ya misaada ya wabia wetu kutokana na mabadiliko ya sera zao, serikali imejipanga kuhakikisha kuwa haturudi nyuma katika kufikia shabaha Asante. Serikali itahakikisha kuwa haturudi nyuma katika kufikia shabaha iliyowekwa kimataifa ya 95. Mheshimiwa Spika, afya za Watanzania itabaki kuwa kipaumbele cha kwanza cha serikali na uwekezaji stahiki utafanywa. Mheshimiwa Spika, ili kutimiza azma ya upatikanaji wa maji safi na salama kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ya CCM, serikali ilitekeleza mikakati na programu mbalimbali ikiwa ni pamoja na miradi ya usambazaji wa maji 2331 mijini na vijijini. Aidha, miongoni mwa miradi mikubwa iliyotekelezwa ni pamoja na ifuatayo: mradi wa kuboresha huduma za maji katika miji 28 ya Tanzania bara kwa gharama ya shilingi trilioni 1.3 ili kunufaisha wananchi wapatao milioni 5,985,500. Mradi wa maji safi na usafi wa mazingira wa Arusha uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 520 na ambazo umeongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 40 hadi lita milioni 200 kwa siku. Mradi wa muda mrefu wa Same Mwanga Korogwe uliogharimu shilingi bilioni 406 na kunufaisha zaidi ya wananchi 156,930, na mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria kupeleka vijiji vya Tinde na Shelui, ujenzi wa chujio la Butimba, mradi wa Mugango Kiabakari Butiama na ule wa Orkesumate ambao umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 200.86 na unanufaisha wananchi wapatao milioni 148,910 na mifugo yao. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha uwezo wa utekelezaji wa miradi ya maji, serikali imenunua mitambo 25 ya kuchimba visima, seti 5 za mitambo ya kuchimba na kujenga mabwawa, seti 4 za vifaa vya uchunguzi wa maji ya ardhini. Mitambo hiyo imewezesha uchimbaji wa visima 1749
na ujenzi wa mabwawa 16 katika maeneo mbalimbali nchini, na hivyo kuwawezesha wananchi kupata maji kwenye maeneo ya karibu na makazi yao. Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha ujenzi wa mabwawa 45 kwa ajili ya uvunaji wa maji ya mvua ili kuwezesha upatikanaji wa maji hata wakati wa kipindi cha ukame. Vile vile serikali imeendelea na utekelezaji wa mradi mkubwa wa ujenzi wa bwawa la Kidunda litakalokuwa na uwezo wa kutunza lita bilioni 190 za maji. Mradi huo utagharimu shilingi bilioni 329.47, umefikia 29%, na utakapokamilika utasaidia kupunguza athari za kimazingira kwa kuimarisha utiririshaji wa maji katika mkondo wa mto Ruvu kwa kipindi chote cha mwaka, kuwezesha mitambo ya kuzalisha maji Ruvu juu na chini, kupunguza changamoto za upatikanaji wa maji katika mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, kwa ujumla jitihada za serikali katika sekta ya maji zimewezesha hali ya upatikanaji maji mijini kuongezeka kutoka 84 hadi 91.6 na vijijini kutoka 70.1 hadi 85. Aidha, kuna miradi kadhaa inayoendelea na utekelezaji mijini na vijijini ambayo ikikamilika kwa sehemu kubwa itatuwezesha kutekeleza azma yetu ya kumtua mama ndoo kichwani. Mheshimiwa Spika, vile vile nafurahi kujulisha bunge lako kwamba tulikamilisha maboresho ya sera ya taifa ya maji ya mwaka 2002 toleo la mwaka 2025, tukilenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji, kuimarisha utoaji huduma ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini, kujipanga vizuri zaidi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na kuboresha utaratibu wa mpango ya pamoja kwa sekta zinazotekeleza miradi inayohusiana na maji. Yaani hapa ni sekta ya maji na sekta ya kilimo, wawe na mipango ya pamoja kwenye ujenzi wa mabwawa, lakini pia umwagiliaji. Hatua hizi zitasaidia kuhakikishia wananchi upatikanaji wa maji safi na salama wakati wote. Kinga. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza kutekeleza au utekelezaji wa sera ya taifa ya kinga ya jamii ya mwaka 2023 ambayo imeweka utaratibu madhubuti wa kuimarisha utekelezaji wa afua stahiki za kinga ya jamii. Utekelezaji wa sera hiyo pamoja na afua nyingine umesaidia kuongeza idadi ya wanachama wachangiaji kutoka 849,886 mwaka 21 hadi 1,178,018 mwaka huu 2025. Vile vile ulipaji wa mafao kwa wastaafu umeboreshwa kwa kufanya mabadiliko ya kikokotoo. Maboresho hayo yameongeza wigo wa malipo ya mkupuo kutoka 33% hadi 40% kwa waliokuwa wanalipwa 50% kabla ya kuunganishwa mifuko mwaka 2018, na kutoka 33% hadi 35% kwa waliokuwa wanapata 25%. Aidha, serikali imeongeza kima cha chini cha pensheni kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 150,000 kwa mwezi, na kuhuisha pensheni ya kila mwezi kwa kiwango cha 2% kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sanaa, kufuatia maboresho yaliyofanywa na serikali, kiasi cha mirahaba kilichogawiwa kwa wasanii waliosajiliwa KOSOTA kimeongezeka kutoka shilingi milioni 245 hadi shilingi milioni 687.7, na hivyo kuwezesha wasanii kupata fedha na kunufaika kwa kazi zao za sanaa. Vile vile vibali vya wasanii wa ndani kwenda nje ya nchi kufanya shughuli za sanaa vimeongezeka kutoka 122 hadi 1492. Vibali vilivyotolewa kwa wadau kuingiza wasanii nchini kufanya shughuli za sanaa kutoka 75 hadi 623. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa michezo, mafanikio mbalimbali yamepatikana
na kubwa ni Tanzania kufanikiwa kwa mara ya kwanza kwa mwenyeji wa matukio makubwa ya michezo ya kimataifa ya AFCON kwa mwaka 2027 na CHAN kwa mwaka huu wa 2025. Vile vilabu vyetu vya mipira vya miguu vikubwa vya Simba, Yanga, Azam na vyengine, na Namungo waziri mkuu, lakini kwenye ninalolisema Namungo haimo, viliweza kufuzu kushiriki mashindano ya shirikisho la soka la Afrika yani CAF. Tunawapongeza sana. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio niliyobainisha, si kwamba hakuna changamoto. Bado zipo na zinaendelea kushughulikiwa. Kama nilivyosema awali, maendeleo ni hatua. Hivyo basi tunaendelea kufanyia kazi mipango na mikakati mbalimbali ili kuhakikisha tunapungua umasikini kwa kutumia rasilimali zetu, kuongeza uwajibikaji serikalini, kupunguza matumizi yasiyo na tija na kupunguza utegemezi. Ni matumaini yangu kwa mpaka ikifika 2030 nchi itakuwa imefikia uchumi wa kati kiwango cha juu. Asante Mheshimiwa Spika, tunaamini na ni matumaini yetu kwamba wananchi watatupa ridhaa kupitia uchaguzi ujao ili tuweze kuendeleza jitihada za kueletea wananchi maendeleo endelevu. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha, nisisitize kwamba utendaji wa serikali unapimwa kwa tathmini na takwimu. Mimi nimetumia takwimu katika uwasilishaji wangu, nimetumia takwimu kueleza utekelezaji wa ahadi zetu kwa wananchi. Tuna imani na Samia, tuna imani na Samia, Samia kweli 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 kweli, Samia rais wetu kweli 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 kweli, Samia. Asanteni sana waheshimiwa wabunge. Nilikuwa nasema mimi nilitumia takwimu kusema yaliyotendeka katika kipindi hichi cha miaka minne. Nyinyi waheshimiwa wabunge ni mashahidi na mmeyaona yaliyotendeka kwenye maeneo yenu. Mwenye macho haambiwi tazama. Mheshimiwa Spika, napoelekea kuhitimisha na kwa moyo mkunjufu, nirudie shukrani zangu kwa Watanzania wenzangu, kuanzia wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara, wafanyakazi wa sekta za umma na binafsi na hata wanasiasa kwa kuiunga mkono serikali. Watanzania tumeendelea kudhihirisha uungwana wetu, hususan kwa kudumisha amani, mshikamano, kuchapa kazi kwa bidii na kwa moyo wa uzalendo. Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wa kipekee niwashukuru viongozi wenzangu wote wa serikali tulioshirikiana katika kipindi cha miaka minne. Namshukuru sana
Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ushauri na ushirikiano alionipa katika kutekeleza majukumu yangu. Namshukuru pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na viongozi wengine wa SMZ kwa ushauri na ushirikiano walionipa. Vile vile namshukuru na kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Asante. Namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hekima, unyenyekevu na uchapakazi mzuri. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu, namshukuru kwa kumsaidia Waziri Mkuu na kwa usimamizi wake katika sekta ya nishati. Nyote asanteni sana. Mheshimiwa Spika, vile vile nitoe pia shukrani zangu kwa Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka kwa kufanya kazi kwa bidii na weledi na kujitoa kwake bila kuchoka. Pia ninawashukuru